maisha, nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Kazi yangu ikisha, nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika. Na wasalimu ndugu zangu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa mtumishi Anderson Mramba. Nimetoka sehemu za Mombasa Bombolulu na nimekuja huku sehemu za Taita. Ni kwa ajili ya dada yetu aliyenyakuliwa kuja kumsitiri mahali hapa. Basi tumekuja kabisa na ujumbe, ni kwa sababu huyu tayari amemaliza safari yake, lakini sisi ambao bado tuko hai tuna kazi ya kufanya. Basi kama vile ndugu yangu chief amenena pale ya kwamba anawakilisha serikali za dunia hii, lakini mimi nimesimama mahali hapa ninawakilisha serikali ya mbinguni yenye uzima wa milele, ambao hata pia yeye akiukubali huo uzima ataupata. Bwana Yesu asifiwe. Basi bila kupoteza dakika tunaenda katika mahubiri. Mhubiri 8:8 inasema nini? Neno la Mungu lasema hivi. Ndio. Hakuna mwenye uwezo juu ya roho aizuie roho, wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa, wala hakuna kuruhusiwa katika vita vile. Tosha tu hapa. Ndugu yetu amelala mahali hapa, ni Mungu amekubali, ni Mungu ndiye amependa iwe hivyo, kwa sababu neno pale linasema hakuna mtu yoyote ama mwanadamu yoyote aizuie roho ya mtu isitoke katika mwili, isipokuwa ni mmoja tu peke yake, Mungu aliye juu. Wengine watasema amerogwa, wengine watasema ni uchawi, wengine watasema ni COVID-19, lakini Mungu amekusudia iwe hivyo, na yeye amemaliza safari yake vizuri. Bado mimi na wewe ambaye tuko mahali hapa, na wewe ambaye uko mahali hapa umekuja kumsindikiza dada yetu ambaye ametuacha, bado tuko na kibarua chini ya jua ya kutenda neno la Mungu peke yake lenye uzima wa milele, ili siku pia wewe utakapolala namna hii, uzima aliokuahidia Yesu ukaweze kuupata mbinguni. Lakini kabla huo uzima haujaupata, kuna sheria na kanuni ama sheria na amri zilizowekwa na Mungu ili ukazifuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika hizo sheria alizokuwekea, yeye amekupa mamlaka wewe mwenyewe ukaweze kuchagua. Je, utamtumikia ama utamuasi? Kuasi ni hivi: unaenda kinyume na ile ukweli ambao alikuandikia katika Biblia. Maana hili Biblia tumepewa iwe mwongozo katika maisha yetu ya utakatifu hapa duniani. Na ukifuata kamilifu hii Biblia, nina uhakikisho kabisa utakapolala namna hii, kama vile neno linavyosema katika Ufunuo wa Yohana 14 mstari ule wa 13. Hebu nisomee. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, maana matendo yao yataambatana nao. Siwezi kumwambia Mungu amlaze mahali pema peponi, ni Mungu mwenyewe achague. Maana tukisoma Biblia inasema matendo yataambatana naye, hiyo matendo yake yatamfungulia mlango juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee hiyo andiko, Ufunuo wa Yohana
14 mstari ule wa 13. Sitaki kuongea vitu vya bunwasi, nataka ninene kile kitu ambacho kimeandikwa kwa Biblia. Amen. Neno la Mungu lasema hivi. Ndio, lasema nini? Nikasikia sauti 14. Ndio. Nimesema 14, 13. Twende ni hapo hapo. Nikasikia sauti kutoka mbinguni. Ndio. Naam. Andika, heri wafu wafao katika Bwana. Andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam. Asema Roho. Wapate kupumzika baada ya dhiki zao. Kwa kuwa matendo yao yamefuatana nao. Kwa kuwa matendo yao yatafuatana naye. Huyu atafuatana na yale matendo aliyokuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukipanda mahindi pale, mimi sina uwezo wa kuja kwambia wewe uza hii, fanya hivi, pelekea mtoto wako shule. Kila utakachokuwa umeamua wewe mwenyewe ndicho utafanya, na Mungu amekupa mamlaka. Saa hii bado uko hai chini ya jua. Yesu amekupa uhai, lakini wengi wanautumia sivyo ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kumbuka, siku ya kulala kwako matendo yako yatafuatana nawe. Je, yatakufungulia mlango wa mbinguni ama ni mlango ule wa moto ambao ni jehanamu? Maana jehanamu ipo na uzima wa milele upo. Lakini ni wewe mwenyewe, Mungu amekuwekea sheria. Ukifuata hii sheria utaurithi uzima wa milele. Na nitamwambia mpaka hizo vigezo pia. Manake Biblia hili ni msitu mkubwa. Watumishi wengi siku hizi wanalitumia kwa kujifaidisha wenyewe, lakini hawafuati ule ukweli ulioandikwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongea mambo baadhi ya kadhaa, mawili ama matatu. Ukinipa sikio na ukisikiza na ukifuata lile Biblia, hakika utajua katika ile kanisa unayoenda, je, ni ukweli ama mimi ninaongea uongo? Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko hapa nimekwambia nawakilisha serikali ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambayo ukiifuata hiyo, nina hakika utaupata uzima wa milele. Ya hapa duniani inaisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huko matendo yako yatafuatana nao. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wewe utakuwa ni governor, haijalishi wewe utakuwa ni sub chief, haijalishi wewe ni pastor, haijalishi wewe ni reverend, matendo yako yataambatana nawe nyuma. Yes. Na hayo ndio yatakufungulia ule mlango wa uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko hapa ndugu zangu na dada zangu, maana neno linasema katika Ezekieli 33 ule mstari wa 11. Hebu unasema nini? Nikwambie hapa. Ezekieli 33 mstari ule wa 11 unasema nini? Twende kwa haraka ndugu yangu. Nataka nichukue nafasi, ilikuwa 30 minutes nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika? Na mimi niko hapa sikuhukumu wewe. Sijapewa uwezo wa kuhukumu, bali nimepewa uwezo wa kuonya na kukemea dhambi. Hiyo ndio niliitiwa na Mungu peke yake chini ya juu. Ezekieli 33 mstari wa 11. Amen. Neno la Mungu lasema hivi. Ndio. Nawaambia ninyi ndugu zangu na dada zangu leo, kama mimi niishivyo asema Bwana. Kama mimi niishivyo Bwana asema. Mimi ninanena, Roho ananena ndani yangu. Si mimi. Mimi ni muramba, si mimi ninenaye. Ni Roho ambaye imetoka pale kwa Biblia. Sikufurahia kufa kwake mtu mwovu. Sifurahii kufa kwa mtu mwovu. Bali aghairi
mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya, akiishi aghairi. Tuendelee mtumishi wa Mungu. Ama anza unanipotezea utamu kidogo hapo. Mungu anachukia kufa kwa mwenye dhambi. Amen. Na mimi hapa ndio nitasema hiyo dhambi tuziache. Bwana Yesu asifiwe. Nitataja baadhi ya dhambi. Waambieni kama kama muishivyo, asema Bwana Mungu. Asema Bwana wa majeshi. Sikufurahia kufa kwake mtu. Sikufurahii kufa kwa mwenye dhambi. Bali aghairi mtu mwovu aghairi yake mbaya. Aache njia zake mbaya. Akaishi. Akatosha tu hapo. Kama ni mtu mtiifu, atafuata hilo neno ama atalifuatilia nyuma. Na mwanafunzi mzuri ni yule anayeambiwa maandiko anaandika. Na kama anataka uzima wa milele, atachukua akathibitishe haya ninayoyanena. Lakini kama wewe ni wale watumishi wa njoo vile ulivyo utabarikiwa, ndugu yangu, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nampenda huyu Yesu kwa sababu ni mwema na ni mwaminifu. Amenitetea siku nyingi, amenipigania na akanitoa katika shimo la giza. Nilikuwa kijana mbovu, nikaingia katika usherati, nikaingia katika ulevi, nikaingia katika anasa za dunia. Lakini Mungu aliyejua akasema, wewe mwanangu, nina kazi ya kukupatia. Toka katika hilo shimo la giza, njoo twende uhubiri neno la Yesu. Wanangu wanapotea huko nje. Nani nikiangalia hivi katika mtazamo wa roho, mnapotea kwa kutojua maandiko. Na watumishi wa leo wamenyamaza makanisani, wanafilika dhambi, wanaishangilia, wanataka sadaka na fungu la kumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badala ya kukemea dhambi mwanadamu apate uzima, wao wanasema njoo ulivyo. Mungu anakuangalia roho yako, anakuingiza jehanamu na mapema usipojichua. Na wewe kwa sababu hutaki kusoma maandiko, neno likisoma Jumapili mpaka Jumapili ijayo, Biblia limefungwa, limeshika vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumzie marembo kidogo, halafu nizungumzie madawa. Kuna wimbo mmoja unasema hivi, ni watenzi, sijojua vizuri. Yesu Yesu na mwamini, nimemwona thabiti. Yesu Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Bwana Yesu asifiwe. Huo wimbo tunauimba makanisani, huo wimbo tunaimba katika maibada, huo wimbo tunaoimba katika sehemu za kukutania. Lakini je, unapopatwa na shida unamkumbuka Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nizungumzie madawa. Madawa si mpango wa Mungu. Yesu Kristo alipokuja duniani ametupa uwezo na mamlaka ya kuwawekea watu mikono ili wakaweze kupona. Yes. Katika ile Biblia, mimi nina miaka sahi 41. Na hata huyo ambaye ameenda hapa nimeona amenipisha na miaka miezi mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Na sijaona andiko lolote linasema ukiumwa nenda hospitalini. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ninathibitisha na maandiko zaidi ya 100, lakini kwa leo ukinifuatilia nitakupatia maandiko 3 kwa sababu na topiki tu 2 tu, marembo na madawa. Nimekwambia ukisoma neno la Mungu, Timotheo wa 2:3-16 inasema hivi, neno lenye pumzi ya Mungu lafaa katika mafundisho. Amen. Na kuwaadibisha watu wapate kujua ukweli, na huo ukweli wakiujua wakapate kutenda, ili wapate uzima wa milele. Amen. Wengi hata siku ya leo ukiumwa, nenda kamize Panadol moja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome maandiko. Isaya 50 mstari ule wa 2. Twende haraka haraka kwa sababu naona dakika zangu bado 10 sasa hivi.
Mimi ninaenda na alamu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 50 mstari ule wa 2. Huo mmoja tu, maandiko ni mengi. Kama kuna mwingine angenifungulia Yeremia pale 17:5 ili tukomboe wakati. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi. Naam. Basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilikuja kwenu nyinyi leo kuja kuambia, lakini naona masikio yenu hayasikii. Mnatega lakini hata fikira zenu haziko. Wengine fikira zao ziko kwa chakula. Pigia Yesu makofi. Utumishi wangu kidogo ni wa kuchekesha. Samahani kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuja kuomboleza, lakini katika kuomboleza mpaka tupate neno lenye uzima. Amen. Ndio. Nilipoita, mbona hapakuwa na mtu? Aliyenijibu. Ni Mungu huyo ananena. Je, mkono wangu ni mfupi? Mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kuwakomboa? Hata mkono wangu usiweze kuwakomboa nyinyi wana wa kijiji hichi? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Ama mimi sina nguvu za kuponya? Bwana Yesu asifiwe. Tosha tu hapo, watajisomea wenyewe huko. Kama ni mtoto wa kusikia atasikia. Lakini kule kwetu kule Ugiriamani kuna msemo unasema hivi: mwanamsikizi kambirwa di. Yaani mtoto mtifu haambiwi maneno mengi. Msijui Kitaita mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawapenda nyinyi, ni wakosti. Ni Bantu, tuko mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mimi nimekuja kwa ndugu yangu hapa. Na hata kwa huyu alikuwa mimi namsalimia kila wakati. Kumbe nitakuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sikujua ni mpango wa Mungu ulikuwa umeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anasema, mimi je, sina uwezo wa kukuponya wewe? Bwana Yesu asifiwe. Fungua Marko 5:30. Ilikuwa nataka Yeremia mwanzo. Yeremia 17:5. Hebu twende hapo kama hakuna mtu yote amefika. Yeremia 17:5. Ni kifungu cha pili hicho, kisikize sana kwa makini. Ndio. Bwana asema hivi, Mungu wa majeshi huyo. Amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Itahaja nihubiri tena hapa. Anamfanya huyu mwanadamu kuwa kinga. Huyu daktari nikienda kwake, nikimeza Panadol 2 itapona. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ni neno langu hilo ama ni neno la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe leo ni wa kupona utapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamalizwa na mambo mengi ya dunia. Wanadamu tunatekwa nyara, ndio hatukatai. Tumelelewa katika misingi michafu. Hata pia mimi nilifunzwa wakati ni mdogo namna hii. Nikiumwa, ambia kimbia akachukua spring pale, tapona. Lakini Yesu aliponivuta katika njia yake, nikaanza kusoma maandiko. Maandiko anasema, nikaenda kwa mchungaji wangu, anasema, wewe usiongee hayo. Nyamaza. Wewe ongea barikiwa. Sema mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hata makanisa mengine hawayaneni haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifungulie kifungu cha 3, nimekwambia vifungu vitatu. Marko 5. Umefika? Marko 5:30. Twende kwa haraka. Mara Yesu hapana 35. Hata alipokuwa katika kunena. Marko 5:25. Soma hapo. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu muda wa miaka 12. Ndio. Na kuteswa
na matabibu wengi, na kuteswa na mengi Ndiyo. kwa mkono ya matabibu wengi. Ndiyo. Amegharimiwa vita vyote alivyo navyo. Hebu tuangalie huyu mwanamke, tunaelewa nini hapa? Alipoumwa miaka 12, yeye alipata shida. Yuaenda kwa matibabu, yuaenda kwa madawa, lakini haponi. Hebu hata twende hapo mali zake pia tunijue zilienda vipi. Na kusimfae hata kidogo. Kusimfae hata kidogo, hakupata usaidizi. Bali hali yake ilizidi. Aliposikia habari za Yesu. Nami leo nawaambia habari za Yesu. Alipopita katika mkutano kwa nyuma. Jinsi ambavyo mmekuja katika mkutano huu. Akaligusa vazi lake. Mguse vazi la Yesu nyinyi watu wa undani. Undani wapi huko? Kipusi. Mkusi. Kipusi. Watu wa undani Kipusi. Musikie neno hili. Twende mtumishi. Na wageuzia na watafsiria hawa ndugu zangu, dada zangu, wapate kupona, wapate uzima wa milele. Maana alisema nikigusa vazi la Yesu nitapona. Guseni vazi ya Yesu leo. Amina. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuachane na hayo. Weka kwa rekodi yako ya inaitwa nini? Watu wa siku hizi wanasema weka kwa memori yako. Bwana Yesu asifiwe. Weka kwa memori yako. Sisi watu wa zamani nasema weka kwa akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nisungumzie marembo. Nimalizie na hapo, manake mambo ni mengi. Na ukipenda kufuatana na mimi nitaachia namba pia, kama unataka kupona utapona. Amen. Kama unajua, by the way, wacha nimalizie. Marembo. Wanadamu wengi wakati huu wanajirembesha sana. Hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. Utakuta mwanaume amesonga, utakuta mwanaume amevaa chini ya matako huko. Ni kweli ni uongo? Utakuta wengine wamejichora. Nimesema sikuhukumu, ninakuonya, ninakemea dhambi. Ile dhambi iliyoko ndani yako mwanadamu itoke, upate uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema nini kuhusu marembo? Hebu nifungulie Yeremia pale 2 mstari wa 22. Anza mstari wa 21. Yeremia 2:21 na 22. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa haraka. Vifungu vitatu tutosha, mimi nitamalizia hapa. Neno la Mungu linasema. Ni cha kwanza hicho. Nasema nini neno la Mungu? Nami nilikuwa nimekupanda wewe, mzabibu mwema sana. Mzabibu mzuri sana. Mbegu nzuri kabisa. Mbegu nzuri hapa duniani. Yesu alikuwa. Umegeukaje wewe mwanadamu? Basi kuwa mche usiofaa. Mzabibu mwitu. Maana ujapojiosha kwa magadi. Magadi ni nini? Kuna ile inaitwa Caroline, ule kama mimi ni mweupe hivi, nikitaka kujipaka hiyo najipaka na kuwa kama mzungu, sio? Hata pia mimi nilikuwa kwa zama za ujinga wangu, utotoni wangu, nilikuwa nachoma hizi nywele hizi na kwa kama Mwarabu. Bwana Yesu, lakini Yesu amenivuta huko, amenitoa. Anza 22. Maana
ujapojiosha kwa magadi na kujipaka sabuni nyingi, lakini uovu wako, dhambi zako wewe umeandikwa mbele zangu, zimeandikwa mbele za Mungu pale. Asema Bwana. Tosha tu hapo. Na hizi dhambi pale zimeandikwa kwa kalamu nyekundu, mpaka wao utakapokiri, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimeungama dhambi zangu, nisamee dhambi zangu. Hilo jina, ile dhambi inafutwa pale, unaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Maana umezikubali, umefanywa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi nataka upate uzima Yesu Kristo aliyokuahidia. Maana bado wewe uko hai. Huyu dada yetu amemaliza mwendo wake vyema. Amen. Na tayari matendo yake yataambatana nayo. Siwezi kumwambia Mungu mimi mlaze tena mahali pema peponi. Yeye mwenyewe alijichagulia bado akiwa hai, kulingana na maandiko. Alijichagulia bado akiwa hai. Na wewe bado uko hai. Ukitenda haya ninayokuambia, mlango wa mbinguni utafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi. Nimewaambia siwahukumu, ninawaonya mpate kurekebishika, mpate uzima wa milele. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na haya hutayapata katika makanisa mengi. Mengi wanasema utabarikiwa, utanunua ndege, utanunua mashamba makubwa, utanunua gorofa, lakini hiyo gorofa itakupeleka mbinguni? Hiyo gorofa itakupeleka mbinguni? Hiyo Prado itakupeleka mbinguni? Matendo yako ndio yataambatana nayo siku ya mwisho. Hiyo roho yako inayodunda hapo, itakapozima kudunda, inaenda juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifungulie pale Isaya 45 mstari wa 9. Unasema nini? Isaya 45 mstari ule wa 9. Inasema nini? Ole wake yule anayeshindana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kwa haraka, bado dakika 5 sasa hivi. Kifungu kimoja. Kisoma hicho bado kifungu kimoja. 9. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko nasema hivi. Naam. Ole wake ashindanaye yule ashindanaye na Mungu aliyemuumba. Twende kigae kimoja katika vigae vya dunia. Kigae ni kitu ambacho huwa kinatengenezwa kama hili tofali hii. Unaona, kigae kinaitwa kigae. Kigae kimoja kama hili tofali. Je, udongo umwambia? Udongo yeye afinyangaye? Umwambia yeye aliyemfinyanga, yani huyu aliyemfinyanga ni Mungu. Anafanya nini? Wewe ulivyotosha hapo. Wewe yani vile Mungu alivyokufinyanga, ujioni wewe ni mzuri, unapendeza, mpaka ujitie Caroline, mpaka ujipande, mpaka sijui ujioshe kwa magadi, mpaka sijui ujipake mapiko, sijui mpaka ujifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Ole wako ushindane na mwanadamu, maana hiyo jehanamu umekupanulia kinywa hii. Na haya hayapatikani katika makanisa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia si mimi niliyoiandika, na walioandika ile waliongozwa na Roho, na huyo Roho Mtakatifu ndio bado tunamtumia mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Au kazi yako hana mikono? Tosha hapo, nimekwambia tosha. Mimi nataka kuruka hapo. Hizo ni maneno mazuri ya kufundisha, lakini kwa sababu ya muda sina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu na dada zangu, ningependa kuambia hivi. Tunayo maisha baada ya kufa, na chaguo ni lako. Bado sasa uko hai, na hata pia mimi bado niko hai. Nimechagua kumtumikia Yesu na kulihubiri neno la kweli. Haijalishi nitapigwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ninatii mamlaka ya Yesu. Yesu akinituma nenda kuhubiri namna hii, hata kama ni kikwazo, nitapigwa mawe kama Stefano.
ama nifungwe gerezani kwa sababu ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana neno la Mungu linaniambia hivi. Matendo ya Mitume 5 mstari ule 29. Twende mbio hapo. Lakini hata hiyo ilikuwa sitarajii, imekuja tu. Yesu bado kifungu kimoja cha marembo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusonga kwenyewe ni dhambi. Huko kusonga huko tunakosonga, wanaume wanasonga, hata mavazi tunayovaa kama sina dhifu yanatupeleka kusini. Matendo 10. Matendo 5 mstari wa 29 unasema nini? Twende kwa haraka hapo. Nimefika. Ndio. Maandiko nasema hivi. Naam, inasema nini? Ndipo yule jemedari akaenda pamoja na watumishi. Matendo umefungua wapi wewe? Matendo ya Mitume 5 29. Hiyo ukigusa tu wala mnaniambia sipo. Petro na mitume. Ndio, Petro na mitume wakajibu wakisema imenipasa mimi kama mtumishi wa Mungu kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Wewe ukiniambia mimi saa hii nivae suruali hapa, na maandiko yananiambia nisivae, nitatii nani? Nitakutii wewe anti Mungu ambaye ananiambia nivae mavazi nadhifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yule atakayenipinga mimi, ninayo mamlaka Yesu amenipa, lakini situmii vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Roho akinena nitayanena. Kitabu cha mwisho nimalizie. Waraka wa Petro wa kwanza 3 mstari ule wa 3. Nataka kumalizia hapa. Maandiko ni mengi, lakini kile ambacho amenihesabia Yesu mpate kwa leo ni hicho mtapata. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa Petro wa kwanza 3 mstari ule wa 3. Amen. Ndio. Tuendelee kwa haraka ndugu yangu. Kujipamba kwenu. Kusiwe kujipamba kwa nje. Kujipamba yani kusiwe kujipamba kwa nje. Yani kusudi. Yani rudia vizuri. Hapo naenda nje wewe. Rudia vizuri. Nataka mwe. Tuendelee. Yani kusuka nywele. Rudia kabisa. Anza ule tatu vizuri teremko. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yani kusuka nywele. Na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Tosha tu hapo, utaenda kidogo mstari wa. Kujipamba kwenu nyinyi kunastahili kujipamba kwa ndani, hapa ndani ya roho. Na hapa ndani ya roho kujipamba kwake ni kufuata neno la Mungu, kutii neno la Mungu, kufuata neno la Mungu, kufuata maagizo yake, kutii neno lake, ili siku ya mwisho utakapolala kama hivi ukapate uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na bali kuwe uto wa moyoni usioonekana. Uto wa moyoni usioonekana katika mapambo. Basi wacha nirudie mstari ule wa 4 unasema nini? Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Basi kujipamba kwenu kuwe utu wa moyoni, yaani upole, unyenyekevu, utiifu wa neno la Mungu. Maana ukitii hivyo ndivyo utakavyokuwa unampendeza Yesu. Wacha kujipamba kwa mwili mwanadamu, utakosa ufalme wa mbinguni. Maana hatujaambiwa tujipambe kwa mwili. Huu mwili ni matope, tutawacha hapa duniani. Ndugu zangu na dada zangu, ninawasihi
mujipambe rohoni, ili roho yako iwe takatifu na iwe nzima, siku hilo utakapolala kama huyu mama hapa, uzima ukaweze kuupata. Ninataka kukamilishia katika kitabu cha Yeremia ile 4 mstari ule wa 30. Inasema hivi: utakapotekwa wewe mwanadamu utafanyaje? Naweza kuwa ninakuhubiria hapa, kumbe tayari umetekwa wewe na shetani, unajifanyia mambo haya sivyo ndivyo. Lakini Yesu leo anakupenda. Ukisikiza hii sauti utabadilika, utapona na utakuwa na mwenendo mpya. Ndugu yangu, utakapotekwa na shetani utakuwa unafanya mambo ya sivyo ndivyo. Biblia inasema pale mstari ule wa 30, utakapotekwa, je, utafanyaje? Utajivalia mavazi mekundu. Mavazi mekundu ni mavazi isiyo na maana, mavazi yenye hatari. Ndio nakuta wamama siku hizi wanavaa mavazi, yani wamevalia nusu uchi, mavazi ya my dress my choice. Hiyo haimpendezi Mungu, haifai mbele za Mungu, ni chukizo. Wachana na hizo takataka za dunia mwanadamu, mgeukie Yesu upate uzima wa milele. Hayo machache, mbarikiwe ndugu zangu, na siku ile ya mwisho mnapotii sauti hii mtaupata uzima wa milele. Asanteni sana. Tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, ila umetuonyesha japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Tuonane